majina naitwa Anesta Makulila. Ninafurahi na nasikia amani ninapozungumza na wewe, mtu wa Mungu, Mtanzania mwenzangu, mtu wa Mbeya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana kondoo ameshinda. Tumsifu Yesu Kristo. Amen. Kama nilivyotangulia kuitambulisha hapo awali, jina langu ni Anesta Makulila. Nimezaliwa mkoa wa Kigoma, ila kwa sasa niko Mbeya kwa ajili ya majukumu ya kimasomo na kumtumikia Mungu pia. Jambo ambalo nataka kuongea na wewe ambaye unanisikiliza na kunitazama, kuna shughuli au tukio zuri la baraka, tukio la kumtukuza Mungu ambalo tumeliandaa kama timu, ambalo litafanyika tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu 2029. Niulize, ni wapi tukio litafanyika? Tukio litafanyika kwa Askofu Edmund Mwamboneke katika kanisa la EAGT Uhasibu, kanisa ambalo linapatikana jirani na chuo cha TIA kwa nyuma, wakati unaelekea Forest ya zamani. Hivyo basi, napenda kukaribisha wewe baba, mama, kijana wa kiume, binti mwenzangu, mtoto, mzee. Karibu, tumsifu Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Amina, mtu wa Mungu. Amen, njema, ubarikiwe sana. Amina. Hebu tuambie majina yako, naona wafuatiliaji wa chaneli yetu wana hamu kabisa ya kusikiliza. Jina langu ni Anesta mwana wa Makulilo. Anesta mwana wa Makulilo. Wa Makulilo. Mjukuu anahumu. Yes. Huyu anaitwa Anesta mwana wa Makulilo. Unaabudu kanisa gani? Kwa neema ya Mungu mimi naabudu kanisa la EAGT Tanzania. Nipo kwa mchungaji na askofu wa jimbo la Mbeya Magharibi, anaitwa Edmund Mwamboneke. Natumika pale kwa njia ya uimbaji na huduma zingine. Okay, Mungu akubariki sana. Amen. Toka umefika hapa katika kanisa la EAGT Uhasibu chini ya Edmund Mwamboneke kama askofu, mwalimu, mwinjilisti na mchungaji, umefaidika nini kuwepo mazingira haya? Binafsi namshukuru Mungu sana ambaye wakati nimeingia mkoa huu wa Mbeya amenileta katika kanisa hili. Nimeona mabadiliko makubwa. Watu ambao wameniona hapo nyuma na jinsi ambavyo wananiona sasa hivi na ambavyo wataniona, wanaweza kuona utofauti mkubwa kwenye huduma yangu. Kipi hasa ulichojifunza zaidi ambacho haukuwa nacho toka ulipotoka nyumbani? Kitu ambacho nimejifunza zaidi mahali hapa kwa mchungaji Edmund Mwamboneke ni kumtumikia Mungu kwa bidii zote, bila kujalisha mazingira, hali ulionayo, bila kuangalia ndugu, kwa sababu yeye kama mwalimu, kama ulivyosema, anatufundisha kwamba utumishi ni wa mtu na Mungu. Kwa hiyo tunapomtumikia tusiangalie watu, unaangalia Mungu aliyeko ndani yako ambao unamtumikia na kufanya kazi shambani mwake. Okay, Anesta mwana wa Makulilo, Mungu akubariki sana. Amina. Lakini ninalo swali la mwisho au ushauri, unawaambia nini watazamaji wetu wa channel hii? Kwanza, kitu cha kwanza ambacho napenda kuambia ndugu mtazamaji na msikilizaji, kitu ambacho unataka kuzingatia unapotafuta sehemu ya kumwabudu Mungu, tafuta sehemu ambayo wanafundisha injili ya kweli ya Kristo, kwa sababu sasa hivi kuna injili nyingi kabisa zimeibuka, lakini tafuta sehemu ambapo kuna injili halali, injili ya kweli ambayo inamhubiri Yesu Kristo. Lakini pia jambo la pili, tafuta mahali ambapo unaweza ukapata mchungaji au walezi watakao kulea, ili usije ukapotea na kuingia kwenye uovu ukamwasi Mungu, ili uendelee kulinda huduma yako na kuilea huduma yako. Kuna mchango mkubwa wa mtumishi au mchungaji wa kanisa, anaweza kalea huduma yako. Ni pale ambapo urafiki. Mungu kubariki sana. Bwana ndugu yetu mtazamaji, leo ni siku nzuri ambayo tumekutana na muimbaji lakini pia mwinjilisti. Yes, mwinjilisti anaitwa Anesta mwana wa Makulilo. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya baraka sana ambayo sisi kama waandishi wa habari tunaojitegemea tunakukaribisha pia katika kanisa hili la EAGT mahali hapa. Karibu sana, Mungu akubariki sana. Nikutakie jioni njema na Jumapili. Amen.